Bwana Yesu asifiwe sana. I want to tackle this spirit of delay because it cost me to delay. Imagine muthuri tania kiarĩria ũhoro wa kĩhiko na nafe. Na ũtoro no nginya tũrĩ ohana fere. No na kahoni kau gathi haha ndirakohire nafe nginya garakinya mĩaka 14. Rĩu gathi rĩu ningĩ ndacoka ho tondũ wa spirit of delay. Tondũ no nginya tũgĩethaga gũtũma thogithi. Corosina vete. My friend. Hi. How are you? Yes. The spirit of delay. Exodus 32 from verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around and Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought up us out of Egypt, we don't know what has happened to him." Bwana Yesu asifiwe sana. I'm speaking of the spirit of delay. What are the impacts of the spirit of delay? Tengeneseni hizi baba. Yeah. The spirit of delay is caused because some delays happens in your life. Then you are delayed. Moses had gone to the mountain. And it took him long time before he came. By the time he came, they had made a resolution. By the time he came, they had walikuwa wameanza kutengeneza miungu. What happened? Aaron answered to them. No, just rudi hapo kwanza usisonge mpaka nakwambia usonge. Answer verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they saw that it is taking long before this man is getting married. They saw that it's taking long before this man is going to business. Umekaa sana kwenu kabla kutoka kijijini. Nothing is working in your business. Nothing is working in your marriage. Nothing is working in whatever that you are doing. Why? Because there is a power that has stopped you from becoming. Kuna nguvu fulani. Kuna kitu kimekamata anga yako. Kuna kazi, kuna mtu akumekaa mahali amekamata, ande wamechelewa kukuja, wamechelewa kuondoka, wamechelewa maana ulijaribu kwenda mbele, biashara yako ikakwama, ukajaribu kwenda mbele, ndoa yako ikakwama, ukajaribu kwenda mbele, huduma yako ikakwama. And as a result of that, what happened? He took long. Wakati waliona Musa amekaa sana. And that is the consequences ambazo tuko katika life zetu. Why do we commit sin? Why do we find ourselves katika matatizo ambayo tuko sasa nayo? Ni kwa nini ndoa zimevunjika? Ni kwa nini relationship na kazi zimeanguka? Ni kwa sababu ndoa mlingoja mtoto akuje, hakukuja. Mtu anaitwa Abrahamu alingoja mpaka mke wake akamwambia, "Jaribu na huyu maid tuone kama tutabarikiwa." Because of the spirit of delay. A spirit of delay causes you to divert your direction with God. Causes you to abandon the relationship with God. Causes you to abandon the relationship that you have with men and women. Why? Because watu wengi hapa, nyinyi sijawalea, mmetoka kanisa zingine. Na mmetoka kanisa zingine, maana hiyo kanisa mlienda mkakaa, mkatagaziwa muujiza, mkatagaziwa baraka, mkatagaziwa nini, mkaitishwa mbego, mkaitishwa kila kitu, and nothing has worked. Sababu mkakaa mkasema huko gotire gai, mkahama mkakuja kwa Waruinge, na ukitoka kwa Waruinge kabla ufike hapa ulipitia hapa kwa neighbor. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wa kanisa hii kutoka mwanzo ati uliokokea hapa? Inua mkono juu. Wale waliokokea hapa. Yes. Hawa sasa ndio watu hawana spirit of delay.
Nyinyi ingine wote, you got a spirit of delay because where you are, si ati hakukuwa na Mungu, kulikuwa na Mungu, but because you are in a hurry, you decided to jump over this because umesikia goko ni kuoga yaraigweka kana nigu kana ti Esther ndo rade hera kashoro, yeah, market that kashoro hapa tuko wengi, tunahitaji kashoro kama adasho kana ti kododeka, yeah, ni kododeka. Yes, advertise your job. Ukiwa na kazi unataka ku advertise, come here, advertise. We are business people. Tulifungua bank. Najua nyinyi mliona sako. We opened a bank. Right now I'm negotiating na watu wa shamba iko hapa. Tuende tukajenge kanisa. This is a banking hall. We are in a banking hall. You are seated in a banking hall. Kama hujajiandikisha ukuwe member wa Besima, just wait. Tukivuka mwezi hii, tutakuangalia na macho mengine, unakuuliza, what is your name? And how can I help you? Bwana asifiwe sana. When the people saw that Moses was so long, watu wamekaa wamengojea Bwana akuje, wamengojea mke akuje kama mimi, wamengojea kazi ifunguke, wameombewa, wamefanyiwa kila kitu, na ndio imesababisha wengine wameenda kwa waganga, wengine wameenda kwa wachawi, wengine wameenda kwa mapasta waganga, wengine wametapeliwa pesa zao because kuna kitu walingojea kikakataa kuingia, kuna kitu walingojea kikataa kukuja, maana they were in a hurry. Wana hao wakasema, they gathered around Aaron. Kwa nini walienda kwa Aroni? Who was Aaron? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini walienda kwa Haroni? Who was Aaron? Warokole. Who was Moses' brother? Who was a Levite? Wakakujisanya, wakaenda kwa brother ya mkuu, wakaenda kwa ndugu ya Musa, maana walijua wakichukua authority kutoka kwa ndugu ya Musa watafanya mambo, because inside them they were evil. Any person that moves from one point to another point, the mind behind him is evil. And they are careful. Ni watu wako crafty. Hawakuchagua mtu mwingine, walienda kwa brother ya Musa, wakaingia kwenye brother ya Musa. Sasa wanaongojea hapa kanisani wajue nani atakuwa PA wangu. PA ataanza kununuliwa kasoda, ataanza kununuliwa kanyama, kwa sababu anahitaji tu favor. Anahitaji, ndio kwa maana tumesema sasa ni board. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiweka board ndio muraini, basi ishia hapo. Kwa sababu sasa nikikuwa na mtu wako hapa karibu ndio anaedagwa. Na kuna wengine niliona ka message kingine hapa. Unaandika tu message, members wa hii kanisa. Unaandikia member huyu mwingine ati kanisa inahitaji msaada wa kulipa rent. Tutuma pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mambo ya rent ni ya board. Mambo ya management ya pesa, kila kitu ni ya board. No anybody else. Hakuna mtu mwingine ata transact on behalf. Ukiona mtu wale mumeandikiwa tu message muniletee, because that will form part of the vetting. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama maka wake maka. Msiniobeobe pesa. Najua mnanihurumia. Wewe mkaigua dha mkona tadira kuwa murigo na nyombe no egerehio milioni 10 I'll be paying per month. I'm a rich man. And whatever I have does not belong to me, belongs to the owner. I'm preaching the owner of the money. So you cannot come and tell me ati no makio ne besa ati odi ati ikanisa inahitaji shilingi milioni 10 to wekate. No, I give this God the best, because pesa ni yake. Ni kwenda nachukua kwa kikapu yake, nachukua nafanya kazi yake. Akiniuliza, uliona nikiweka kwa mfuko? Hapana. Niliweka kwa nani? Kazi yangu. Basi wewe pesa yako ndio hiyo, kazi yako ndio hiyo, na mimi ndio huyu hapa. Mimi na kazi yako sisi pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiandikiwa ka message na mtu yote, ama Hawa, Asha, anybody, ama mshirika akuombe pesa kwa hii kanisa, ni forward hiyo message, because discipline must be in this church. Ukora ile mlikuwa nayo ya kurukaruka, not here at all.
I am a commander. I normally tell you, mimi ni commander. Mimi si pastor. Na sita ile ya wakora, tutiwikala na mekora huko. Nimekataa. Kana ate? Musitapeliwe hapa. Na iwe mwile tu. Musitapeliwe hapa. Watu wamejua mpaka tukalitoa watu. Anaenda kanasimama kwa parking anaanza ku prophesy de chekatara musenda yara. Rama kataraba shete de bosa yara na kenterebo. Na na time ukikuja baba Bwana anasema God is saying you are blessed oh man. Alafu anakuambia kigo kia gai getire kagererio gethio rogo nikenda gutinde kuna kanyamo. Hapa msilete utapeli. Umesikia? Nemwaigwa. Utikoje tekia leo? Nemwaigwa. Uga yes commander. Nemwaigwa. Yes. Uko mdigo tekela modwa. Uko ukanyakanywa hata peni yako, hata mtu akuja kuambia nataka nikukope pesa unisaidie. Hata kama ako na shida, mwambie twende kwa apostle akuwe signatory. Akuwe witness. Ndio niko nazo. Sikatai tusaidiane. Lakini kama ni member na amekuja kwa jina ya hii kanisa, huko mkienda huko, fanyeni huko. Lakini in the name of this church, mwambie to the way apostle ataini na ni saini na osaini niko kunegera. Kanatigwa? Yes. Sababu nimesikia watu wawili watatu wameanza kulia hapa. Come as they gathered around who? Aaron. And they say that is the most dangerous of having that kind of a leadership that is inclined towards a family or inclined towards an individual. When you make a church become an institution, when you make a business become an institution, then it will not attract wakora. Ile kazi ambayo imefanywa mingi haitaharibika. Maana ukiifanya ikuwe institution, iko na watu ambao wanasimamia, iko na watu wataiendeleza, iko na watu watakuwa responsible, iko na watu wa kuulizwa, iko na watu wa kujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo roho ya ubinafsi, that is what we need to kill in our life. If you kill selfishness in your life, Bwana Yesu asifiwe sana, uwe roho ya ubinafsi, ya kujipenda, kuona ni kama wewe tu ndio unastahili, kama si wewe hii haiwezi kufanyika, kama si wewe hii haiwezi kuenda. That is what attracts the spirit ya hawa watu. And they said, gathered around Aaron, and they said, come make us gods who will go before us. Come. Hawakuita mtu mwingine, waliita brother. Maana walitaka kuleta aibu kwa brother yule mwingine ambaye ndiye amepatiwa mandate. Akamwambia brother, kuja, si ndugu yako ana uwezo, si ndugu yako ako na power, si ndugu yako ana uwezo, kuja hapa. Akamwambia tutengenezee miungu ambao utakuwa tukiabudu. When you have the spirit of delay, other things comes in. They develop confusion in your life. And when they develop a spirit confusion in your life, you get out of the kind of God you are worshiping. You dilute the faith you have towards God. You dilute the relationship you have with God. You dilute kila kitu. Yani unakosa faith, unakosa kukaa jinsi Mungu anataka. Maana umengoja. Wanawake wengine hapa umegoja mtoto akuja kwa tumbo, imekaa na unaona ndoa yako kama itavujika. Unakibia kwa muganga, unaenda unafanjua kafara zako, kisha kukuja hapa unakuta umewekwa mapepo. Badala ya kutolewa pepo, umewekwa mapepo ndani yako. Na hapo tunasikiaga ulizaa mtoto wa kiroho. Maana kuna watoto wa kiroho. Sijui kama mnajua hivyo. Kuna watoto wa nini? Wa kiroho. Yesu ni mmoja mtoto wa kiroho. Jesus himself ni mtoto wa kiroho. Na inadepend ule mtoto utamzaa, umemzaa kupitia kwa madhabahu gani. Ukakuja kwenye madhabahu hii, kama hauna mtoto ni kuombee na uende upate mtoto. Huyo ni mtoto ameitanishwa na hii madhabahu. Ukienda kwa mganga na ujaliwe, uwekwe, uende uombee, upatiwe gedhito, uzae mtoto, huyo mtoto ataishi kuitanishwa na hiyo madhabahu ya waganga. Hata ufanye nini, ndio unasikia katoto hako kataanza kusubua.
mpaka wakati utaweza kuvunja madhabahu hiyo, umtenganishe, lakini katakusubua forever and ever. Kwa sababu ni wa madhabahu gani? Ni wa madhabahu ile. Yesu mpaka sasa ni mtoto ambaye alizaliwa na nini? Na Roho Mtakatifu, na ndio mwenyewe alikuja akiwa binadamu, mara nyingine anabadilika na kuwa Roho Mtakatifu, mara nyingine anabadilika na kuwa Mungu, because he didn't have a normal form of a human being, neither did he have a form that one can identify with. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika, ukienda kwa mganga uanzishe kazi yako, upatiwe gedhito ianzishe kazi yako, ile biashara unafanya, hiyo biashara itakuwa guided na madhabahu hiyo. Sacrifices zote lazima utatoa kwa mganga, maana ulianzisha na njia ya uganga. Kama kitu ulianzisha na njia ya usherati, kitaishi kuwa ni cha usherati. Kama ndoa yako ulianzisha na njia ya usherati, itaishi kuwa ya usherati. Kama kuna kitu chochote ulianzisha kwa njia ya corruption, utaishi kwenye corruption. Bwana asifiwe. Na wakamwambia, kuja tengeneza madhabahu. Come make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, mpaka ni mare ga kumutabura ta dukata ya Ngai. This fellow, sidibo mnanitaga hapa this fellow Waruinge. Sidio? This fellow Moses who brought us. Mpaka wamefika wamelete kejeli. This fellow, hiki kimutu kilitutoa Egypt. Yani ni kama hawakusikia sauti ya Mungu. Ni kama hawakusikia Mungu alisema namna gani. Maana wakabula watoke kule, miujiza ilitendeka na wakaona kweli huyu ni Mungu anatenda. Lakini imefika mahali, because of a delay, wamegeuka na wanasema this fellow modo wetu amo nafi. In short, in a nutshell wanasema modo wetu amo nafi. This fellow Moses who brought us out of Egypt, ametutoa mahali tunafaa kuishi vizuri, mahali tuliishi vizuri. This fellow. Hata wameshindwa. Ile roho yalikuwa na waogosa ameondoka. Maana anasema namna gani? We don't know what has happened to him. Tutiyue kuli yali. Tutie kane karoho ne kane adire waka munyweso kana adireko. Bwana Yesu asifiwe sana. This is because of the delay. The delay causes people to think many things. Delay makes you start now diverting. Unaanza kuondoka kwenye mtaratara ambayo inafaa wewe kukua. Delay inafanya unaanza kukoza heshima na viongozi wako, na your leaders, na the anointing upon you, na the kind of business. Biashara umengoja izae haizai, mpaka unaona sasa ni kama it is not working. It destroys relationship. Tuendelee baba. It destroys the relationship. The spirit of delay. Aaron answered to them. You see sasa, it has caused even the brother who knows this brother not to think godly. The spirit of delay causes you to compromise the integrity. So when you are delayed in ministry, what will happen to you? You will start thinking otherwise. You have been sent to this ministry, na Mungu amesema utakaa miaka 5 chini kwa kiti. Ufundishwe na umanga yako na kila kitu. Unaona huyu kijana amekuja, huyu ako na spirit ya kukua haraka, because he understands ni kiburi. Until you are able to understand what has caused you, ni roho gani ilikuingia mpaka ukakuwa mtukutu, mpaka ukaondoka. Until you are able to identify what kind of spirit, until you are able to identify wewe umetoka kwa madhabahu ya kina babu wagani, walikuwa waganga, walikuwa wachawi, walikuwa warogi, who are they? That is the time the spirit of quickening, the quickening spirit itakuja kwako. Ndio maneno yako yataanza kufanyika, maana you understand. Unajua ulifungiwa wapi, unajua ni kiburi. Maana wengine wako hapa wanasema walirogwa, lakini si kurogwa walirogwa, ni kiburi wako nayo. Uwe hoyagira orogi, but kiburi ndio imesimama. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kuniambia naonaga shosho wetu ni kama ni mchawi, naonaga kuka yetu ni kama ni mchawi, lakini wewe ndio mchawi. Wewe ndio uko na kiburi.
Wanawake wengi hapa mmekosa wa bwana, si eti bwana hawako, uliulizwa ukekogwo keinia gosi. Na mwana mtu alikuuliza ni bwana yako. Mungu akamtuma na ulikuwa umesema umeambia God, locate me. Alaka ya rama, locate me. I am in a red dress, locate me. Mungu akakulocate na hiyo red dress yako. Kukakuja kijamaa hakina meno hii yote. Yote haya. Urembo. Kumbe ndio yeye. Ilihitaji na meno yake iko kwa store imetengenezwa kwa muhidi. Ni kumweka tu meno na endelea kukula chakula mzuri na kuwa beautiful na handsome. Lakini ukeinia gosi. Atotolele tall dark and handsome. Hallelujah. Na tolo dark and handsome na onera yake. Todo na irashari ya mundu gitofauti titawe. Todo ukete wiyohete takariko. Wewe yohete takariko na urashari ya mundu ati mwega wita yohete takariko na wewe mwenyewe ikariko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Those are nuggets that causes you to delay setting standards that you don't belong to. When you set a standard that you don't belong to, you will miss the target. You will not get it. Because drani go kona kimudu githeru. Urani di kimudu kimeta kwe gai kena giko wethamberie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulikuja kwa hii nyumba ilikuwa chafu. Ilikuwa imewekwa vitu zingine hapa. Tukiwa na Esther hapa tukatengeneza, tukangoa uchafu. Tulikuwa tunatoka hapa na vumbi usiku. Tunatoka hapa na vumbi. Hii nyumba ukiangalia hata wenyewe hapa walikuja wakatuambia hii nyumba ilikuwaga hapa, tukawaambia ndio. Lakini tunaona ni kama tulikupatia na pesa kidogo. Sababu ameona change. Na yeye hakuwa anaona matumizi yake. Maana tulingoa hii, tukangoa hii. Tukaenda kidogo, tukangoa hii. Tukaenda kidogo, tukangoa hii. Tukaenda tukibadilisha. That is all what you need. These people, they were brought out of Egypt by God. But it reached a point wakaona this God has delayed them. This God is causing confusion to them. This God is not coming because walikuwa wamezoea kuomba miungu. Walikuwa wamezoea kuomba mang'ombe. Walikuwa wamezoea kuinamia vitu zingine. Wakakuja wakaenda mpaka brother ya Musa ikafika mahali akawaambia, Asad, take off your gold earrings that your wives and your sons and your daughters are wearing. The gold earring. That is not, si mtu wa kawaida amesema. Not an ordinary. Ndio nakwambia kazi haiangushangwi na watu wa nje. Huduma haziangushangwi na watu wa nje. Familia haiangushangwi na watu wa nje. The insiders who know you. Because Aaron wamekuwa na Musa, ameona Musa akitumika. Wamekuwa na Musa akimwona venye anatambaa, venye Mungu amemtumia, but yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuambia take off your gold earrings that your wives, your sons and your daughters are wearing and bring them to me. Oh. Samianza kutembea na kiburi. Hiyo kiburi ya ule mse. Because of being the brother too. Because of you being rafiki. Watu wengi masharagia tu mono haria da konyita guoko ogwo nyite guoko akachoka. Umeona venye amekuwa amenishika? Nono yako nyite guoko. Yes. Roho arauga noni. Na kuma modhe nini. Ukitaka kumuona lazima upitie kwangu. Mimi ukileta kakiburi kadogo na kubomoa mara moja hapo guligaga ukagwa dhahage shora kamudu. Kiburi mimi najua pali kilinipeleka. So I will not allow kiburi. Kwanza kiburi ndio umaliza kanisa kama hii. Kilitaka kiburi kadogo tu. Uweza usheragi yoga tatono hayo ka responsibility ugathia kugutaye na meigwa maruine na kile. Usheragi yoga tare ka robot. Kinyoke. Culture maitha. I say, "Wait, kijana. Can you bring that chair here? Wait. Take that chair there and then come very quickly. I need some cold water. Nitie mama mmoja hapo. We need some cold water." That one I will never entertain here. I will never. Hii ndio kiburi ilikuwa na nani? Aaron.
Maana aliwaambia nenda utoe ma-earring, uende utoe kila kitu ambacho wamekuja, alafu muniletee mimi, nitatenda muujiza, nitatengeneza Mungu. Maana alifika mahali pa kujiona yeye na Musa wako sawa. Akaona yeye na Musa, hata in fact Musa onatakiwe kualia, atakiwe kiugo, atakiwe kuhujia. Hivi tu amonilie biashara. Hiyo biashara nilianzisha tu, nikamuita ati kwa sababu alikuwa na tupesa twake akakuja hapo. Hiyo muda toshoge kwela atia. Wewe yote ndio ugametie the sigo. Nimeisimamisha nikiwa sigo. Utakuja kuniambia nini? Na akakoka hapo akakiina marida. Ado mataithia matira amtaithia. Ni kwenda kigio kya modo. Kiburi ikikuingia, you will not make it. You will not succeed. Aaron akawaambia teleteni magorodi, wakatengeneza. Akamwambia come, take off the gold earring that your wife, your sons and your daughters. Kwa nini your wife, sons and daughters? Because it got a relationship to what that is going to be built. Hallelujah. Anaenda kujenga madhabahu, na hiyo madhabahu lazima angeijenga kupitia vipuli ambavyo vilikuwa vikitumika katika masikio zao. Nigo matigashoke kuigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So anything that comes to you, life is spiritual. Hii kitabu umeshika ni spiritual. Hii maandishi unaandika ni spiritual. Hiyo kalamu unatumia ni spiritual. Whatever they ask you, ndio naona ukiniletea maneno na kusikiliza na kuambia kwenda kwenu uniletee mchanga ya kwenu. Kwa sababu najua hapo ndio dhigira yako iko. Hapo ndio damu yako iko. Ukileta hiyo mchanga tutaizungumzia. Tutakata umbilical cord that connects you to the problem you are facing. Huyu alitumia neema ya Musa. Akalete Musa hapa, akamweka hapo, na akatumia neema ya Musa na akajenga madhabahu. Akasema hiyo mulete kutoka kwa wake zenu na watoto wenu na wasichana na wavulana, and bring them to me. Next, my brother. So all the people took off their earring and brought them to Aaron. They took. Kwa nini? Why wana respond? Wana respond kwa sababu huyu ni ndugu ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. They are responding very quickly. Maana huyu ni ndugu ya nani? Because wale watu wanaangalia. Sasa mmekuja hapa, mnaangalia the direction. Maneno ambayo nasema mnayafuata. Yule ambaye yako hapa karibu na mimi ni rahisi sana akiwaambia maneno kwa mnamuonanga na mimi. Kwa hivyo kila kitu anasema inaweza kuwa pia yeye ako na uwezo. Sasa ukikuwa na watu wako na kiburi, na ni watu wako chini yako, na ndio watu umeweka karibu na wewe sana, hicho kiburi kitabadilisha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. He took what they handed him over and made it to an idol, cast it in the shape of a calf, fashioning it with the tool. Then they said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. These are your gods. Amewatengenezea Mungu. Why? What is the cause of all this? The spirit of delay. Maana Musa alienda akakaa. When you fail to plan, you are planning to fail. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alikuja, maana alienda akakaa. Alipokaa kurudi, akakuta maneno imetengenezwa. That is when you have the spirit, it creates vacuum katika maisha yako. And the vacuum ndio inakuanga watu wanaichukua. Ndio unaona wahubiri wengi wamechukua hiyo vacuum ambayo uko nayo, wameiexploit, ndio watengeneza pesa kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Because utakuja umeenda kanisa 6 and nothing working. Alafu unasikia kuna mama kama huyu alikuwa na arthritis na ametembea. Hebu amuka mami, tembea. Alikuwa hatembei. Ndio hii miti yake alikuwa hatembei, lakini kuja. Si unaona? Sasa wale watu wameangalia kwa runinga wakimeona kuja tu, oka jiamini, have the faith with yourself. Tembea. Unaona kwa makigeria kwa mkira ginya mekada. Tembea, umefunguliwa. You are healed in Jesus name. Werega ni siku gani ulitembea bila muti? Last year ndiye alitembea hii bila muti. Na sasa anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa hii ndio akuje kwa Waruinge. Udhiete kanisa shikana. Nisa mingi. Unaona? Ndio akuje. Uzuri sasa amekutana na mimi, sikumwambia kuja nikwambie, mimi nimemshika tu, ni Mungu akipewa pale ameniambia nende ufungue yule mama. Go and sit. Ameniambia nende ufungue. Tukiiba tu. Lakini kama ingekuwa mhubiri mwingine, angewekwa hapa. Pepo! Tunakemea, tunaangusha, tunakataka. Kwa sababu ya kiburi. Because you want to be seen, ni wewe umefanya. You want to be seen, it is your power. You want to be seen, and then you capitalize that to make money. And because you are vulnerable, pesa utatoa haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. When Aaron saw this, he built an altar. Akajenga madhabahu. Nani amejenga? Ndugu ya nani? Ya Musa. When he saw this, kwa hivyo immediately when there is a spirit of delay, what happens in your life? You build an altar. Sasa hiyo roho ya kukataa, hiyo roho ya ujeuri, hiyo roho ya kujiona, hiyo roho ya kujipapasa, hiyo ndio inaitangwa the altar. Once you have an altar, you start worshiping there. Sasa ndio unaonaga mtu anatembea ni kama ako na robot ndani yake. Na kuongea anaongea ni kama mdomo na mdomo, hii ni Hutu na Tusi. Mazungumzo baka inatembea, akitembea anatembea na mwedo kama CEO, CEO anaitaga hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the spirit of delay leads one problem to another problem. Wametoa the earrings zao, ndizo zimetengeneza nini? An idol. In the idol wametengeneza nini? Madhabahu. Na watu watakuja kwako, kwa maisha yako, na wakiingia watacause delay. Delay is caused in your life. Ukiona mtu anakuja kustagnate what you are doing, amekuja kusababisha kukue na delay, the next meeting, the next thing that will happen, you will form an idol. Now idol can be job, can be your husband, can be your wife, can be your money, can be your job. And from there you will not think. Hakuna siku utaanza kufikiria kama wewe, maana your spirit itakuwa imebebwa, imechukuliwa. Maana Aaron ametumika kwa sababu ametoka kwenye nyumba ya Kilawi. Is a Levite. Na kwa maana mtu ambaye ametoka kwa nyumba ya kinabii, ako na uwezo wa kunena, ako na uwezo wa kusema, ako na uwezo wa kufanikisha, ako na uwezo wa kufanya jambo na likatendeka. Ndio uliona ako na ujanja wa kutengeneza idol, na kisha ako na ujanja ya kutengeneza an altar. When you get into the spirit ya delay, it causes you to build an evil altar in your family and in your generation. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf. Ametengeneza mfano, alafu mbele ya mfano ametengeneza altar. So ameondoa hawa watu kutoka kwa plani ya Mungu. The next thing that happens once you have the spirit of delay, you are removed from the plan of God. Anything you'll be doing it off guard. Hakuna kitu hata kimoja utafanya in the plan of God, because already you have removed yourself from the position where God positioned you. Aaron was positioned there to be able to serve his brother Moses. Aaron was supposed to be guiding people as Moses is out. He was supposed to be guiding people, kuambia watu what they need to do, where they need to go, wafanya kitu gani, tuende pali gani. He was supposed to take over the spiritual mantle to lead people. But unfortunately, Aaron, instead of leading people, he created an altar because of the spirit of ego that was in him. And he told them, and he announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. Hallelujah. Umeona the cunning style? Amewadanganya, amewambia kesho kuna sherehe, because he want to commit them
kwenye hii madhabahu. Once you get into this spirit of delay, you are caused to go. Unaingia kwa shimo hii, unajikuta kwa shimo hii nyingine, unaingia kwa shimo hii, unaingia kwa shimo hii nyingine, and you will always be losing. It causes you to lose. You lose your marriage, you lose your job, you lose your business, you lose your ministry, until you learn to sit down. And hata kama wewe ni nani, hata kama wewe umesomea wapi, hata kama uko na uwezo namna gani, when God has instructed you to go and sit down under somebody, just sit down. Wacha ujuaji, wacha kusoma sana, wacha kisugumiki, wacha kifaransa mingi. Kaa chini ulelewe upande mzuri, maana kila kitu Mungu ameona unahitaji na kiko na huyo mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuja kukaa chini yangu si ati umekuwa mjiga, hapana. Iron sharpens iron. Wewe kuja tu kaa chini, tulia. Sema yesa, nikisema mimi niko mada, sema yesa. Wewe sikiliza ile nasema, chukua yako enda. Hiyo ingine niachie. Take your blessing and go. The rest leave it to me. Because I'm also a human being. Now follow me as I follow who? Yes. Do not just blindly follow me. Ati vile kitu nasemaga hapa muendelee kufuata blindly. No. Follow me if really you look and this man is following Christ. Test every spirit. Any prophetic word na kuachilia, go test it. Any word I'm speaking here now, test it. Don't follow me blindly. No kono dire dali agima ya oge bedaga roka. Ekono ni werali na no ko dali agima ya dali Joshua de heire ke. Oge tago shoro wake wa mukio. Oikareta kifuyo ine mieri itatu. Na mieri itatu iyo tibutha. Au joke haha gothe kombe itatu cia curu wa mugagatio. Joke haha nyaje kurekereria mugagatio. Na ni butha ndiranyua. Bwana Yesu asifiwe sana. So the next day the people rose early. Hallelujah. When people are desperate because of the delay caused in their life, they can wake early. You tell them kesho saa 12 tukutane hapa, they will be here. This is what causes you to get deeper into the distractions of your life. The next day, the people rose early and they sacrificed burnt offering and presented fellowship offering. Hallelujah. What is the difference between burnt offering and the fellowship offering? Hiyo nitawafundisha. Karaja utafundisha hiyo. There is a huge difference. Na ukienda kwa mganga, kuna vitu unaitishangwa. Unaambia weka hii hapa na weka hii. Unaitishwa mbuzi ya kufinya. Number 1. Kisha utaitishwa shilingi kama 6,000 za yule ambaye atafinya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo shilingi 6,000 ndio fellowship offering. Lakini mbuzi ile ndio burnt offering. The real thing that you give as an offering, mbuzi, hiyo ndio inaitwa the burnt offering. But the contribution, ile kusukuma, ile kisukumo ya kutoa kwa sababu ya service, hiyo ndio tunaita fellowship. Now we fellowship. Tumeuganika. Umetoa, tumefanya nini? Netua tuweka kindu kimwe. Nigetha geruta igoko na turaruta tuwe kindu kimwe. Na kumani na hau oinagarwa mundu ucio. Akwiragarwa akakuria urenda nduge nginya. How high? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Akamwambia, afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Got up to indulge. Walikula na wakakunywa, maana sasa wamekuwa part, wamemuondokea Musa. They are no longer in the spirit of Musa. They are now in the spirit of Aaron. The spirit of delay causes you to move out of the spirit of God and enter into a spirit that you want. It is not a designated spirit. It's a spirit that you are going to create because of the necessity. Miaka ne dhire. Ure, uratulete ugete, God locate me. I want a man tall, dark and handsome, driving a Range Rover, living in Ruda. Miaka inasukuma nafika 35, una withdraw, tall, dark, driving a Range Rover. Unasema any educated man.
Inafika miaka 39, unasema oh Lord, locate me with any man, I'm ready. Anything in the trouser. Ikifika 45 na 50, sasa nasema any man, no matter what, I'm ready to serve. Lord, I'm ready to serve you. I want. Na sasa hapo ndio watu wanaokoka sana. Hapo ndio wanakujaga kanisa kuokoka. They can give anything. Wale watu venerable na wamenyang'anywa pesa mingi ni watu wa 35 mpaka 50. Because they are completely desperate. Ukikuja na kuambia nikijua kuna tu pesa. Hallelujah. Rehendere mosa yara. There is this tall man. He's driving a Range Rover. He's moving from one country to one country. He's a billionaire. A dollar billionaire. Who must say ketaya? But I see 200,000 standing in front of me. And I'm asking the Lord, what is meaning of this 200,000? That's the sacrifice he's going to. Oh, that's the sacrifice, Lord. Yes. That she'll give. Yes. Afukuke. Yeah. Dio Mungu. Yeah. Ukisikia ni toro na kadehanze mna inaendesha gari na inaendaka na ndege from one ndege to another ndege, from Johannesburg to Cairo to Europe to where, alafu ni milioni ya dola. Afadhali use ng'ombe. Ukwedia ng'ombe. Wewe ndege toro na kide hadi some baby. Wale ndege toro. Don't you have? Don't is tall and dark. The Lord said to Moses, go down because you are people. God Mungu ameona. So the spirit of delay ni Mungu tu anaweza kukusaidia. Kwa sababu unafikiriaga you are in the comfort zone. It is only God who can save you. Si marafiki yako, hata si pastor yako. It's God to rescue you. Only God can rescue from that spirit. Kwa sababu unaendaka inakupeleka mahali. Unaona sasa wametengeneza kamugu. Na hako kamugu kwa sababu kako na altar. Unaona mjamani mjaja alitengeneza kamugu na akatengeneza altar. Sasa ile altar ya budu yake akainivoku hapa. Kamugu kako hapa lakini ameinivoku ka altar kanani, altar ya ndugu yake. Ameilete hapa. Kila kitu kitafanyika. Kwa sababu wameunganishwa na spirit. So that is how you find. Watu unasema na kile modosho ile da hawa ile na maudomali ajiraka ni ugo ni uajiraka ni bokori. Kwa sababu amebeba altar, ameiweka na ametengeneza kamungu. Pahali popote kuko na kamungu kuko na altar. Mahali popote kuko na altar kuko na kamungu. Na hiyo ndio inafanyaka kazi. Hiyo ndio itako gedhito. Ukiwa uko na gedhito ama ulichajwa ama umebeba gedhito umefugia kwa suruali, you are carrying a God. Wale wanabebaka gedhito wanafuga hapa kwa mkono ati ni bracelet, hiyo ni that is a God you are carrying. Kuna wengine amebeba chain, that is a God you are carrying. And this God was given to you because your common sense is not common anymore. You are no longer thinking. You are no longer moving into the direction of understanding the will of God. So you stop depending on God and you now start depending on the material. You depend on witchcraft. You depend na mugadhi. You depend na kitu. Maana hako ndio nasema nikivaa hii nikiingia kila kitu kinafunguka. Nikivaa hii nikienda mahali wanazungumuza. Nikiwekwa tu maji kidogo kwa mdomo hii nasema the God of TB Joshua. Bwana Yesu asifiwe sana. When God said, you will be my people and I will be, it is hiyo mambo ya kusema the God of Abraham help me ikasimama. It is the God of you. Because God said, I will be your God if you become my people. Bwana Yesu asifiwe. So mahali popote kuko na kakitu. Let's say nani yako na kakitu hapa? Kakitu. Tanekera kama. Na wewe kuma. Huyu mama ama mtu mwingine
atakuwa na hii ring, anaiweka wakati anaenda kutafuta kazi, anaiweka akienda kule, anaanza kufanya hivi, kwa sababu ameambiwa ukifika huko you do your hand this way. Once you do this way, then you will send confusion. Sasa mama na yeye kwa sababu aliambiwa, anaanza I send inside huko ndani, I send confusion to them. Let them see I'm the best qualified. Kata ya mashete dede. That you said, huyo mtu anachokifanya ni uchawi. Yes, you are from church. Yes, you are a pastor. Yes, you are an evangelist. Whatever kind of, lakini ukatumia kama kitu yoyote, ama nywele yako, ama kitabu, ama maji, ama handkerchief, ukifika huko unajipagusa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wanafanyanga makeup, unaenda kwa kioo, umetengeneza makeup kwa sababu unaenda kuuliza kibarua, unatengeneza vizuri. Unatengeneza, unarembesha mwili wako ndio uende kule ukubalike. Haurembeshi mwili wako kwa sababu ya Mungu, unarembesha ndio ukifika kule wakikuona wanaanza, kwa sababu unajua the man that is doing the interview is a man, a crooked man, na anataka kitu hot. Akikuona na hehejeka, shika hehejeka, akila I want that lady and that lady and that lady and that lady. Na si hao wengine, ni wewe anataka. Lakini excuse ya kubeba wewe na wale wengine, ni anasema I want that, I want that, I want that, I want. Mkienda ofisi mnafanywa interview, unasema come tomorrow for another interview by my big boss. Lakini the big boss unajua ni nini? Ni Karumu fulani. An extra interview. Then the Lord said to Moses, go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. It is only God that will gonna help you in this spirit of delay. Baba, ikarao hauetereire mundu akauma America. Okorera kiogone neta Waruinge. Tagerera mukaka umaruraya. Ocio ni muranirwo. Charia mundu. Ndeo horirio nani? Sharia mundu. Ndasharirie mundu ni ndagire mundu riu. No ndiraikaririe miaka 10 ongegieka ugo ngegieka. Ngone kuhikania ndikuhikania. Nejetereire ndikuhika. Kenya bendere ciana no na kihiki unguma. Nyabe kiranjohete giki. Giki. Atenya bendere mwana gutigo kia mutumia onge okay amuheterie giki. Nona nikiagimara. Riu kirorete kundiga. Kirorete kundiga. Dad, how are you? You are doing well? Yeah, I thought of calling you. We are also doing well? Yes. I will soon, maybe next year I'll be coming. Spirit of delay can be brought by your mother, can be brought by your father, can be brought by your son, can be brought by your daughter, can be brought by your pastor, can be brought by an evangelist in your life, can be brought by a muganga. Run away when you discover huyu mwanaume tunakaa na yeye analeta spirit of delay. Fight it. Komanda amestuliwa. Akajikana mimi ni apostle, acha nikalikuwa apostle. Komanda amesikia hui. Na PA, imagine. Na PA ako hapa. Anachuka komanda kama kutolera Ngai. Kama Ngai. Bwana asifiwe sana. They have been quick to turn away from me. You see, they have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. Ni Mungu anamwambia. Anena Musa kuraihu muno.
Niko thoku, kumethuka, kumeharibika. Kimbia. That is only ukaona you are living a life that is not yours. Uturaikara maisha atene kehiko na ne kehiko getari giaku. Find God, go look for God. Uria Ngai kehiko ne giakwa kana ne ndethingereirie guku. Don't. You go ask God. Then tell God akikwambia mwili arekebishe. Because it's only God who can be able to help you. It is only the spirit of day. Because you will waste your 20 years in marriage only to come out with nothing. Umekuna shetani wandugu tudia kuria Saturday kwa kameme. Guraro ciake. Guraro cia muturire. Atenie ndahiketio ne muthuri. Jajo cia ne jajo. Atenie ndahiketio ne muthuri. Na muthuri ucio ari murogi. Okaga utuko ni oka utuko ri. Komete ugo kona ni aja gwika uguo. Okogwo gona magoro ni macenje ni matuika mabuda. Ni ngikiuga atiriri akagiriria tondu Ngai ni watha maingĩ ri no akugaruruka. Ni ureke komete uguo ri. Ni ngiona ni nyoka ikomeire. Kira jaboke. Agioka ni ateithirie. Norosine giokira ri. Yona no meto kugoro ne nyoka. Anigwo kugoro kwajirie kubutha. Sele, gedehero anatoshi gokoringa coffee. At the process started, each process ilienda. Process after process. Ukiangalia, ukigojea Mungu akuje. We, kaini yako ni wana mundu ni atweka maguru make ni matweka mabuda. Ore ke no atweka ni atweka mutingoye wa nyoka. Ore o hau. Ogethi tukira iba ne nyoka gukomeire irago ikagu. Ore o hau. Ate kaini aroka. Wewe acha ujinga. Tigo arimo ora na magoro ucoke uthie kujomba ukore hege thito wethie mukondora-ini worire ukore hege thito ucoke uge ati Ngai ni aroka. Ngai uriku aroka ehumbite nguo iriku? Maudhumia adorete ura kario Ngai pastor urari atia kone kanitha kana gathuri riu ingieto haria njikario thi tene ihiko ndirafunja ti ihiko ndirafunja. But the things you look and you see this is not working. Don't force yourself. Don't waste your time. Me, I have wasted my precious time. Miaka kuma 2009 mpaka saa hii gomaga gitanda ndiika gitanda gia 6x6 gomaga ndayaga no ni urimu haha atenya bendere ciana to ndatigirwo mwana wa mieri 9 months kihiki uona haha igare kendere kihigiki ati ndigenda kurehe mutumia ndagoka kumenera mwana ndagoka kuge the spirit of delay. Igiari na hakiri thie na haure jake ngure kamugunda to ndari na mbeca ri jake kanyumba kange na haure ucio tuikarage nake na kuure joke nyandeke mutumia to uyu nyandikite kwa kwarire uyu ri ndikire maundu makoma matigirite riu tu imagine riu next year to ne to ka next year miaka yakwa ngitigeria kanka wa musikiria miaka yakwa yothe ni miaka igere kuma 209 atajari ke niki kolete tera niki turutagira thogithi turu mahindi makwa ni megothi makokere no ringiragira thogithi rukuru riri tucoco turiku tuikaraga America na turaga me Belgium na rage me France acio matingitikira guikara na guka nere imagine gooks gooks nere imagine ule nere ato guka nere ato guka imagine adigo kuira guko
Beatrice. Ndireto guka. Beatrice, tarugama na iguru. Yake feti gyaku. Odi wikarage hare. Ile muteraugire Ngai wa second chance. Na aliniambia nisirudi kumtaja. Nikamwambia nitaje nani? Wewe letea mchungaji kipochi yake hapa. Usiende acha sasa. We pie wangu hata huyu akwe pie wake. Tusimame kwa miguu yetu, kila mtu asimame. I hope kila mtu asimame. Simameni. Yes. Na sadaka yako iko wapi? Iko kwa simu. Data yako iko kwa simu. Kuna wale walichukua bahasha ya wale watu walikuwa 40. Walikuwa watu 45 people. Kuna wale walilete na kuna wale hawajalete. Shika tithe yako na kutoka leo. Kutoka nini? Bahasha ya tithe unaniletea kwa mikono yangu. Umeelewa? Bahasha ya nini? Unaniletea kwa mikono yangu, nitakuwa kuna mahali nitakuwa nikisai. Nimeipokea. Ndio tuweze kuendeleza hii kazi pamoja. Huyo Muluya alienda wapi? Beatrice, chukua microphone tusaidie hapa. Patia Beatrice mic. Siweke wipo. Huyu mwema. Tunapoimba wimbo huo, lete sadaka zako hapa. Lakini tithe unipatie kwa mikono yangu. Mungu yu mwema. Lete tuni hapa kwenye madhabahu. Weka kwenye bahasha. Nenda weka kwenye bahasha. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Ametenda mema. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema Bwana. Yu mwema. Yu mwema. Tupe sifa zote. Yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema Bwana. Yu mwema. Yu mwema. Oh, imba yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema Yesu. Yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Bwana. Yu mwema. Yu mwema. Ametenda mema. Fungua kinywa chako useme Mungu ni mwema. Fungua kinywa chako useme Mungu ni mwema. Huyu Mungu ni mwema. Lete tu. Yes, God. Mungu ni mwema.
yako miwili.